huu tumefanya review tu ya nafsi ya Beni, sawa eh? Kwa hiyo hapa kile ulichokiona hapa ndio matumizi ya nafsi ya Beni tuliangalia. Sasa kitu kikubwa ambacho nitakwenda kukuambia kifomu. Nafsi katika dhamiri, kish dhamireni. Kish ni mtu sawa eh? Kish ni mtu Kituruki Adam ni mtu na kish ni mtu. Kwa hiyo dhamiri tunaongelea zile nafsi. Kwa nafsi za watu, yani kujiongelea zile nafsi za watu na kitu ambacho tunazungumzia. Ndio maana tukasema kuzungumza mimi, wewe, yule, wale, sisi, sawa nyinyi. Kwa hiyo tukaanza na nafsi ya kwanza. Na nikasema kila nafsi imejigawa mara mbili. Kama Beni ni mimi uko peke yako, maana yake itakuwa na wingi wake. Tukasema hivyo, sawa Kwa hiyo imeeleweka. Sasa kitu ambacho tunaenda kufuatilia sasa hivi, kabla ya kuenda kwenye biz, nataka niongee kuhusu siri ya hivi viambishi. Siri ya viambishi hivi vya nafsi ya Beni hutumika multipurpose. Sawa Nafsi ya Beni viambishi vyake hutumika multipurpose. Kwa maana gani? Kwa maana hivi ndivyo hutumika kwenye kitenzi. Sawa tofauti na nafsi nyingine zina viambishi tofauti. Na hivyo ndio wanafunzi wengi wa Kituruki huwa wanaosoma Kituruki wakifikaga kwenye hizi sehemu wanachachawa sana. Sasa leo ndio tunaenda, na ndio maana nikwambia utulize fungu. Siri ya kwanza unayotakiwa kuelewa kichwani ni kwamba nafsi ya kwanza Beni viambishi vyake hivi hutumika multipurpose. Kwa maana ukitaka kuunga kwenye sentensi, kuungia na vitenzi na nini, hivi vinatumika bila shida. Yaani hivi ndio vya kumiliki na hivi ndivyo vinavyoelekeza taarifa katikati ya maongezi ama sentence unataka kutumia. Ni tofauti kidogo na nafsi ya pili Beni, kwa maana nafsi ya wingi wake ambayo ndio biz, ambayo tunaenda kuangalia sasa hivi. Biz ina viambishi aina mbili. Kiambishi cha kwanza cha biz kinaonyesha possessive, yani umiliki. Utakusema hivi ni vyetu, hiki ni chetu, sisi ni hivi, ushaelewa Halafu ina kiambishi ambacho hutumika kwenye kitenzi sasa. Kwa hiyo kama unazungumzia jambo, taarifa ambayo imehusika na nyinyi, yani kwa maana na sisi, yani sisi wingi, nafsi ya kwanza, kama kuna taarifa imehusika na sisi, labda sisi ndiyo tuliiba pale, hiyo inakuwa viambishi ambavyo vitatumika pale vinakuwa tofauti na viambishi vya umiliki. Yani kwa sisi, hii nyumba yetu, na sisi ndiyo tulileta vurugu. Sijui umenifahamu hapo? Natolea mfano, tutaenda kuvisoma. Kwa hiyo hilo ndio ambalo tunatakiwa ulielewe. Kwa hiyo hivi unatakiwa kuelewa kwa hamna haja ya kuumiza kichwa. Kwa me, ye, hivi ndivyo hutumika. Hii kama bufa na hii pia hutumika kuua void. Sawa Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kuweka akilini, kwa hivi vinajitosheleza kujielezea wewe katika hali yoyote.